Wewe binti, unajiliza nini mapolini huku ukibakwa? Huko nyumbani hauna kazi za kufanya, vyombo vinakusubiria wewe ujilizaliza mapenzi binti mdogo, mshenzi nini? Hebu nipite. Kwa hiyo kumbe unaniona? Wewe ni mwewe eti? Kumbe unaniona kaka? Umelogwa, wewe ni ng'ombe. Kwa hiyo hapa mimi naongea na nani? Niongelee makalio ndio ujue kwamba ninakuona. Kumbe unaniona kaka? Hebu nipishe kumbe umechanganyikiwa. Kaka, kaka. Kumbe sijafa. Wewe kaka. Wewe mwambie pacha yako huko nyuma aache ujinga. Atakuja abakwe, huu mtaa ushaharibika, kanikuta tu sina upwilu. Asilete planki za kipumbavu. Kwa hiyo kumbe unaniona? Kumbe na wewe ni mwehu. Wewe kaka. Wewe ni mwehu? Unaniona? Kumbe ni kachawi. Njoo basi nataka msaada wako. We kaka. Katembo! Yesu wangu subhanallah. Wachawi. Wewe kama unanitaka si useme tu. Katembo. Mimi nahitaji msaada wako. Una shida gani? Unataka kuniua? Nataka unisaidie nipate haki yangu. Sasa haki yako mimi nausikanaje? Wewe umechanganyikiwa. Kwa sababu wewe ndio unaniona na hisi nitapata msaada kwako. Mimi sikuoni dada yangu, sikuoni. Kama wewe ni mchawi sijui nini utajijua mwenyewe, mimi sikuoni. Naomba unisaidie. Nikusaidie nini bana? Nimekwambia nataka nipate haki yangu. Aya, haki gani bana? Hapo ni nani? Mimi naitwa Zuleia. Kipindi cha nyuma kuna kijana alikuwa ananifuatilia. Lakini nilikuwa namkataa kwa muda mrefu. Haina noma mwanangu, mimi mizigo inafika pale. Anakucheki sasa hivi. Mambo. Poa. Vipi na wewe utulie na wewe unisikilize? Hai. Mnawahi nini kila siku nakwambiaga kitu kile kile? Hai niambie. Mimi nakupenda alafu mwenyewe unaelewa unaletea malingilingi. Mara ngapi mshakukatalia? Si nishakwambia sikutaki. Sasa unitakije? Yaani jibu zuri bora mtu mwambie unamfikiria kuliko kumwambia umtaki. Sikutaki, kwa nini kudanganya sasa? Sasa msikia basi. Nipishe. Sikilize basi. Vipi? Kila siku unakuwa na kubembeleza wewe ni nani? Yaani mimi kila siku utelezi ni wa kwanza kuombea. Ombea mtulia. Kwani wewe si nimeshakukatalia? Tulia wewe, vipi umeshanikatalia? Leo ni hivi. Acha bana. Mtulia. Tulia wewe. Alinilazimisha na kuniingilia kwa nguvu. Sema na wewe ulienjoy lakini au ninavuka mipaka? Nisikilize. Haya. Aliniingilia kwa nguvu na ndo siku hiyo nilipopata ujauzito. Johnson. Mambo. Poa vipi? Johnson, sijui tuingie ndani, sijui tuongelee hapa. Unaweza ukaongea na kusikiliza. Sasa Johnson, mimi nimekuja kuambia kwamba nina ujauzito. Ujauzito? Ndio, na mimba yako. Yaani kutembea na ile siku moja ndio umeshabeba na mimba? Sasa lakini mara mwisho nimetembea na wewe Johnson. Sawa, lakini mimi sikukuta bikra, nilikuta wadau wameshaipiga vya kutosha, ishachakaa. Lakini mara mwisho nimefanya mapenzi na wewe Johnson. Wewe ndakufumua, potea. Johnson, mimi nina mimba yako. Toka basi. Johnson, mimi siondoke hapa. Ndakuzingua. Johnson. Toka. Johnson. Johnson, fungua. Johnson. Alinifukuza nyumbani kwake. Hiyo mbaya. Sasa mtoto wako yuko wapi? Pole kwa uchovu. Asante. Pole kwa mwendo unaotembeza kutokea stage. Asante sana. Kawaida hata hivyo. Nianze kwa kuomba samahani kwa siku ile kukufutia. Haina shida, nijue tu haukuwa sawa ndio maana nikakuachia muda. Ila ukweli nataka nikufanye mwanamke wa thamani kwangu. Kweli? Sure.
Mwanzoni nilihisi kama utani kulipata penzi lako, lakini nahisi utakuwa mwanamke sahihi kabisa kuwa na mimi. Hivyo nilitamani nikupeleke kwa wazazi, nikutambulishe waweze kukufahamu. Sawa, mimi ina shida. Hata sasa hivi mimi niko tayari. Ila kuna changamoto moja na shida moja ambayo inanikabili. Shida gani? Nyumbani hawatakubali endapo ukienda nikakutambulisha ukiwa na mimba. Tutaambia mpaka tuingie kwenye ndoa, tutaambia wazazi. Ili iwe siri. Nilikuwa nitoe mimba hiyo. Nitoe mimba? Ukishaanza kufanya hivyo mimi nitakuwa njia nzuri ya kwenda kutambulisha kwa wazazi na wakatolewa. Johnson, naogopa kutoa mimba. Wanasema tu. Ila nimeshuhudia kwa wengi ambao wanatoa mimba na wanakuwa shwari. Kwa hiyo nitakuwa sawa tu. Kabisa. Nilipenda dispensary pale nikawa nimekuchukulia hivi vidonge. Hivi vidonge kwa ajili ya kuitoa. Hiyo nakunywa tu vyote. Vyote? Ngoja nichukulie maji. Kuna mbona vingi sana? Usiogope. Shika tu. Kunywa baba. Yaani hapo hamna shida. Sasa haki gani hapo wakati wewe ni muuaji mpaka sasa hivi umetoa mwanao? Yuko wapi mtoto wako? Mbona uko mwenyewe? Sikufanikiwa kupata mtoto kwa sababu nilifariki. Wewe umefariki kwa nini? Kumbe ni mzimu. Umefariki kwa nini? Bebe. Tumbo linakuuma. Ulifikiria ni mapenzi tu muda tu unaweza kuwa unasikia la, si ndio? Tumbo linaniuma kweli. Hebu simama, hebu toka, nenda nyukwako, nenda ukafie kweli. Toka ukafie. Hebu toka kafie. Wewe. Fie huko kwenu, ulifikiria haya ni mapenzi tu muda wote unaweza ukafanya unachotaka. Nani ana mpango? Wewe. Sina mpango wa kwanza kulea watoto mimi sasa hivi. Nachokitaka unisaidie nipate haki yangu. Sasa haki yako na mimi wewe kufa kufariki huyo ni mimi inaingilianaje? Wewe pekee ndio unayeniona. Haki gani sasa? Haki ninayoitaka ni akamatwe na atubu kwamba yeye ndo alinifanyia kitendo hiki. Sasa wewe si ni mzimu kabisa, si utokee tu ukamwambie yaishe. Hawezi kuniona. Nataka unisaidie wewe. Sasa bana umekosa kuchagua sijui. Ni lazima unisaidie. Afu hebu wewe umesikia, usikae mbele yangu, nitakuja nikuweke likofi wewe. Mimi mwenyewe umeshanivuruga hapa, afu unaniambia eti why nini sasa? Tungekuja wewe mwenyewe huku mshamba nini? Gonga sasa. Si ugonge mwenyewe, wewe hauna akili, una mikono gonga. Shamba nini? Kuja nikuweke likofi. Shalom. Shalom vipi? Mimi ni shahidi wa Yehova. Muulize kama anamjua Zuleia. Wewe nini wewe, umwambie sasa, mwambie. Si umwambie wewe mwenyewe, una mdomo. Wewe mbona kielele, nitakuja nikuweke likofi wewe. Mwambie. Vipi mbona unapiga kelele unaongea nani? Wewe unavuta bangi siku hizi. Hebu nisikilize na wewe usinimpandishie kibesi. Mimi nina hasira za karibu. Umesikia? Kuna binti hapa anaitwa Zuleia, anasema sijui ulimbaka. Nilimbaka? Uli.